Yani sijui nisemeje, lakini yametokea mengi ambayo sio vizuri hata kuyasema. Hamna vizuri wala vibaya. Kweli sio vizuri kuyasema kwa sababu haya mambo yanabakigi kwenye mitandao. Mwisho wa siku yatakuja kuniathiri mimi mwenyewe. Aliwahi kukutaka kimapenzi? Hapana. Au uliambiwa wale nyoka nini? Ndio hivyo. Maana unajua story. Maana hapo ni mawili. Hizo umeambiwa wale na nyoka. Au umetakwa kimapenzi? Sasa ndio nayo nyoka jamani. Labda alikuingiza kwa mambo ya ushirikina au vitu kama hivyo. Kwa sababu ni allegedly ni vitu ambavyo vinakuwa vinazungumzwa mtandaoni. Unajua sijui pesa zake anazitolea. Hivi kwanza pesa zake unajua zipo zinatoka kwa yake. Sio kama tunaongea vitu ambavyo hata mwenyewe utakuwa hujui kiukweli. Jamani, si anatajaga pale CEO wa kampuni hii. Okay. CEO wa kampuni. Sasa hapo mtauzije pesa zake zinatoka wapi? Tena mimi kwa muziki wangu ambao nilikuwa nafanya na mambo mengi yalikuwa yanaendelea. Nikaona kabisa kwamba hapa ni either nitapoteza kalia au nitapoteza mzazi. Basi tushaelewa. Asante Pepe Jojo kwa time yako. Mzazi ambaye ndo ni mama ndo alibaki. Msifikirie hivyo. Yaani mkopo ni kwamba yani kwamba okay na mama yako pia alikuwa yuko against. Kuna vitu ile. Hapana. Ilikuwa ni kwenye mambo ya kumsaidia mama vile. Mamangu mimi alikuwa mgonjwa sana. Yaani twende tu. Kwa sababu mtafikiria kama mambo sijui ya kafara au nini hayapo. Msifikirie. Okay. Msifikirie uchawi. Hakuna uchawi kwenye. Pole lakini na stay strong, stay smart. Kumbe kutoka kwenye management ya Chief Godlove kumekudamage kiasi hicho. Unajutia kutoka kwenye lebo? Hapana. Mligombana kwenye kutoka au ilikuwaje? Hatukugombana, ni mimi tu niliomba. Uliomba kutoka? Yes. Baada ya kuona nini? Kwanza situation ilikuwa mimi sikuomba kama nataka kutoka. Nilisema natamani. Okay. Natamani kutoka. Ulimwambia mwenyewe? Tulikuwa tu tuna conversation ambayo tulikuwa tunaongea, then akaniambia mbona kwa mambo unayoongea ni kama unataka kujisimamia mwenyewe. Nikamwambia hapana, ila natamani kutoka. Baada ya hivyo conversation gani? Kama unafunguka nasikia huko tufunguke mpaka mwisho. Let's go. Conversation gani ambazo mko mnaongea? Na mlikuwa mna mkataba, mlikuwa hapana, tulikuwa na mkataba wote. Bado nilikuwa sija sign. Lakini mpaka ikatokea situation nilikuwa hospitali. Mimi baada ya kufika huko niliumwa. Okay. Baada ya kuumwa nikawa hospitali, nimelazwa. So nilianguka tu ghafla, yani nikopo tu ni ghafla, yani sielewi na umwa nini. Kutokea wapi? Yani nikopo nipo na rafiki yangu. Yani baada ya kufika Dar. Baada ya kufika Dar. Ulikuwa unatokea wapi? Kenya. Kipindi kile mfeta Kenya. Umerudi. Nimerudi. So nikaa nimeanguka, afu mtu pekee ambaye alikuwa ni wa kutusaidia hapo ni baba. Simu yangu, baba yani Chief Godlove. Simu yangu mimi ili ufungue ni unaweka tu fingerprint. Kwa rafiki yangu akawa amechukua simu kaniweka hivi kidole, kafungua, kamtafuta. Baada ya kumtafuta akawa amemjibu. Yani ile kama rafiki yangu akasema sasa hapa nafanyaje? Amemjibuje? Alikuwa tu amemjibu jibu ambalo sio sawa. Kwa akabidi ahangaike yeye aone tunafanyaje ili alipe pesa ya pale hospitali. Mimi baadaye nilipokuja kuwa sawa, nikakuta zile conversation. Kwa yani tu ile kwamba nilikuwa nauliza kwamba unawezaje kumjibu hivi rafiki yangu na unajua ni mtu tu ameamua anisaidie hivyo. Tulikuwa tuna mambo mengi ambayo yanaendelea kati yangu mimi na yeye. Sasa vile kujibishana vile kwamba kwa nini umefanya hivyo nini ndo akaniuliza mbona kwa haya mambo unayoongea kama unataka kujisimamia mwenyewe. Nikamwambia ndio natamani. Kwa tukao tunaendelea kuongea hivyo, akaniambia kuanzia leo uko huru kuposti chochote unachotaka au kwenda kufanya interview popote au kufanya kazi na mtu yote unayemtaka. So nikamwambia sasa nitafanyaje hivyo wakati akaunti zangu zote unazo wewe? Mimi nitaposti nini au nitafanyaje? Taanzia. Akaniambia wewe umeamua kutoka maana yake unajiweza. Sawa.